Nizungumze hii somo, nasema haina tatu ya maskini, haina tatu ya maskini. Mara nyingi tumefikiri kama maskini ni yule ambaye hana pesa, lakini kuna ingine aina tofauti ya maskini, na mimi nataka nizungumzie aina tatu pekee, ndio kila mtu ataenda atatizama nimo ndani miongoni ya hizo aina tatu wa maskini. So lengo langu ni ili ukijikuta kwa katika hizi aina tatu za maskini, please fanya nguvu uweze kutoka, kwa sababu si kitu kizuri sana, kwa sababu kama jinsi hakuna kitu kizuri ndani ya umaskini, na vile vile hakuna kitu kizuri cha kubaki katika hizi aina tatu za maskini. So sikwambii kwa sababu tu ya kupatia maarifa au uweze kujua, lakini ukijikuta tu ni ujumbe yako na inatakikana uweze kutoka mahali hapo. Aina ya kwanza ya maskini ni maskini ni kila mtu ambaye hawezi kupana. Nimeandika kwa Kizungu, a poor is everyone who cannot give. Maskini ni yule mtu ambaye hawezi kupeana. Kwa sababu kuna mtu mwenye kupana si sehemu yake, hawezi akapeana kitu, hawezi, na haijamaanisha hana, iko na kile ambacho mtu anahitaji, lakini hata ufanye aje hawezi akakupea. Kwa sababu gani? Anajua kama vitu vyangu ni vya mimi peke yangu. Biblia inasema kuna tajiri mmoja amepata mavuno mengi, akajaza ghala lake zote, then sikia kitu kisi ambacho amesema, akasema, moyo wangu tulia, ukule na ukunywe na ufurahi. Kuna watu ambao kila kitu ambacho wako nacho ni kwa sababu ya mioyo yao tu. Akasema ndani ya moyo wake, nafsi yangu tulia sasa, ukunywe na ufurahi. Na sauti, Biblia inasema sauti ya Mungu kamjia, akasema, pumbafu wewe, ona sasa, kwa sababu umejiwekea kila kitu, lakini usiku wa leo roho yako inachukuliwa. So kwa sababu gani roho yake imechukuliwa? Kwa sababu amefanya kwa faida yake mwenyewe. So kuna watu chochote wanakifanya ni kwa sababu ya faida yao wenyewe, hawawezi wakampea mtu. Ni kwa sababu ya nafsi yao, ni kwa sababu ya familia zao, ni kwa sababu ya wao peke yao. Hata muone mtu anapitia changamoto, hata muone mtu anasumbuka na iko na kile cha kumsaidia, hawezi. Kwake ni afadhali mtu akufe kuliko yeye aweze kutoa kitu chake anampea. Hawezi. Na hii ni aina ya kwanza ya maskini. Maskini ni kila mtu mwenye hawezi akapeana, hawezi akasaidia maisha ya mtu, hawezi akainua maisha ya mtu, hata kuona unateseka aje, hata kukuta unataka kufa, hata maji yake hawezi. Yeye ni afadhali kitu chake anakipea imbwa kuliko akipea mwanadamu mwenzake. Hawezi kabisa. Kuna watu wenyewe wako na ndio maana nimesema hakika ni maskini. Hata akuwa anajaza kila kitu ambacho kinahitajika kwa maisha ya mwanadamu, hata akuwa anajaza bilioni za pesa, lakini kama hauna moyo wa kupeana, kama hauna moyo wa kusaidia wenyewe wanasumbuka, kama hauna moyo ya kupea wale ambao wanapitia changamoto, kuweza kuwatoa katika shida, I'm telling you, wewe ni maskini tu. Unakuta mtu afadhali, kama ni chakula, afadhali amwange kwa takataka kuliko kuweza kumsaidia mtu mwenye amelala njaa. Hawezi. Hata akikuona unakamata kitu chake unataka kusaidia maskini, mnakuwa maadui. Anasema, mimi sijakuja hapa nikuwe UN, mimi si UN wa kusaidia kila mtu. Na unasema, na akimsaidia huyu mtu atapoteza nini? Mbona kuna vitu vingi sana. Kwa sababu gani? Ni nyinyi mnaona kama ni tajiri, lakini katika ulimwengu wa roho huyu mtu kabisa ni maskini. So aina ya kwanza ya maskini ni mtu mwenye hawezi akapeana. Hata akukute huko katika changamoto gani, hawezi akapeana. Hawezi akakupea kitu chake. Ni afadhali ukufe wa kuzike. Hawezi. Kwa sababu gani? Anajua kama vitu vyake, mali yake ni kwa sababu yake pamoja na familia yake, ni kwa sababu ya kujifurahisha mwenyewe, ni kwa sababu ya tamaa zake na kuridhisha moyo wake binafsi. Na hii acha niweze kuongea kitu kimoja. Nataka niambie kila mtu ambaye ananisikia, kila kitu ambacho uko nacho, hebu nisaidie ufungue masikio sana. Kila kitu ulicho nacho si cha kwako. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Unajua leo ukifa, hakuna hata kimoja utaenda nacho. Hata ukuwe na manyumba, hata ukuwe na magari, hakuna kitu kitakufuata. Hakuna. Na hii itufunze kitu, kwa sababu unaona mtu ukifariki, kama hata ulikuwa na nguo zinafika 1000, watakupea kama moja. Tena sio wewe utajichagulia tu kuchukua hiyo nzuri ya bei kali, ni wao watakuchagulia. Kama watakisema acha tumnunulie kwa duka tuangalie hiyo ya kawaida, sio wewe utadecide, ni wao watadecide.
Wanataka kuonesha ulikuja katika hii dunia ukiwa uchi, utarudi hivyo hivyo ukiwa uchi. Ayubu akasema, nimekuja katika hii dunia niko uchi na nitarudia hivyo hivyo. So acha nikwambia, kama kila kitu ambacho uko nacho si cha kwako. I'm telling you, si cha kwako. Ni cha kwako leo kwa sababu uko na uhai. Hiyo pumzi ya uhai ikikutoka tu, vyote vitabaki vinachezewa na wengine. Na ukifariki hakuna hata kitu hata simu yako hautaenda nayo, itabaki na wengine. So wakati uko na pumzi ya uhai, ni opportunity ya kuweza kusupport wengine, ni opportunity ya kusimama pamoja na wengine, ni opportunity ya kutizama watu wawili watatu uweze kuinua maisha yao, kwa sababu Mungu hatabariki kila mtu. Wakati mwingine Mungu anabariki mtu mmoja ndio mwingine aweze kuwa baraka kwa watu wengine. Akamchukua Abraham akasema, familia zote za dunia nzima zitabarikiwa kupitia wewe. Kwa sababu gani? Mungu anamuinua mtu mmoja, na huyo mtu mmoja anakuwa baraka kwa watu wengine. Na ndio maana huwa anasema hatua ya chini sana, ngazi ya chini sana ni kubarikiwa, lakini hatua ya juu ni wakati unakuwa chemchemi ya baraka, ni wakati unakuwa kisima cha baraka, ni wakati wengine wanaanza chota kwako, wanafaidika pamoja na kile ambacho Mungu amekupea. So sikwambii hivi kwa sababu nataka uwe maskini, nataka hivi kwa sababu nibadilishe fikra zako, ni kuonesha kama haitakikani wewe kuwa maskini. Inamaanisha nini? Haitakikani wewe kushindwa kusaidia wengine, kushindwa kusupport wengine, kushindwa kuunga mkono wengine, kushindwa kubadilisha maisha ya wengine, na wakati Mungu amekubariki. Kwa sababu gani? Aliyebarikiwa, mbarikiwa wa kweli ni yule ambaye anapopata, Mungu anapombariki anasaidia maisha ya wengine. Kumbuka Yusufu, wakati amebarikiwa akasema, ndugu zangu nyote kuja, baba yangu kuja, si hamtaendelea mkiteseka na mimi nimeinuliwa. Hii ndio mentality ya matajiri. Tajiri akipanda juu anataka wengine ambao atawainua waweze kuwa kama yeye, waweze kufanana kama yeye. So hatua maskini wa kwanza ni yule ambaye hawezi akapeana. Kwa sababu gani? Anajua kama alivyo navyo ni kwa sababu ya nafsi yake peke yake, alivyo navyo ni kwa sababu ya familia yake peke yake. Hataki mwingine ambaye atasaidika kupitia yeye. Lakini hii ni mentality ya maskini, na ndio maana inamfanya anakuwa maskini, kwa sababu haijalishi na haiambatana vile ambavyo iko navyo, lakini unaambatana na moyo ambayo iko nayo wa kuweza kusaidia wengine. So tajiri utamjua aje? Tajiri utamjua kwa sababu ni mtu ambaye anataka kusaidia maisha ya wengine, anataka kuinua maisha ya wengine, anataka kupeana, kwa sababu hataki kuona watu wanateseka na yeye kuna vitu ambavyo vya kuweza kuwasaidia. Na maskini ni nani? Maskini ni yule pamoja na vile vitu ambavyo vyenye Mungu alimbariki, amejaza kila kitu, lakini hawezi akakupea. Hata ukuje umelia, hata ukuje umeanguka chini, hata afadhali kuone unakufa na njaa na amejaza chakula kwa nyumba. Afadhali aone umefungwa, unaenda gerezani, wamekupea miaka 10 ya kifungo, na kwa sababu tu umekuwa na deni ya mtu aidha 100,000 na iko na zaidi ya milioni 500, anaweza kukusaidia ili usiweze kuenda kwa jela. Lakini roho yake nafurahia afadhali uende uteseke miaka 10 kwa jela kuliko kuweza kukupatia pesa yake, kwa sababu uweze kunufaika na maisha yako ya kuwe sawa. Hii ni aina ya kwanza ya maskini, na sipendi kabisa uweze kuwa miongoni ya hawa. Kwa sababu gani? Hawa hata kama wamejaza kila kitu, lakini wanaitwa maskini kwa sababu hawataki kusaidia watu wengine, hawataki kusimama na maisha ya watu wengine. Mungu hapendi watu kama na hawa. Mungu anapenda wale ambao watakuwa watu ambao wanasaidia maisha ya wengine, watu ambao wanapeana kwa kile ambacho Mungu amewabariki. Aina ya pili ya maskini ni nani? Maskini, poor is everyone who doesn't want others success. Maskini ni yule ambaye ni mtu ambaye hataki mafanikio ya wengine. Kwa sababu gani? Anajua kama ni yeye tu anahitajika kufaulu. Maskini ni yule mtu ambaye wakati mko job, akiona unaanza pata kibali, akiona unaanza kuinuka, anaanza kukupiga vita. Kwa sababu gani? Hataki mwingine mwenye atainuka. Maskini ni nani? Ni yule mwenye akishainuka anataka ni yeye mwenyewe tu ainuke juu, wengine wote wakuwe chini yake. Kwa sababu gani? Anataka aende na wafinyangia, anataka aende anaona kama wako chini yao, aoneshe kama wao si kitu, yeye ndio mtu wa muhimu, yeye ndio mtu wa maana, wengine hawafai, yeye ndio anafaa peke yake. Huyu ni maskini.
So maskini ni yule mwingine hataki aone wengine wanafaulu, anataka aone ni yeye tu peke yake anafaulu. Ni yule mtu ambaye anataka peke yake awe tajiri, wengine wabaki wa maskini. Kwa sababu gani? Abaki anawaonea, abaki anawafinyangia, abaki anawadharau, abaki anaona kama wao ni bure, ni takataka, yeye ndio mtu peke yake anafaa, kwa sababu wabaki wanamwabudu. Huyu ni maskini. So utaelewa tajiri ni nani? Tajiri ni yule mwenye wakati anainuka, wakati amefaulu maisha, anahitaji hata wengine waweze kupanda wafaulu kama yeye. Wamkute mahali alipo. Yeye ameshapanda, ameshakuwa viwango vya juu, ameshakuwa milionea, ameshakuwa mata milionea, ameshakuwa bilionea. Naye anafanya nguvu wengine waweze kuwa bilionea kama yeye, waweze kuwa mata milionea kama yeye, waweze kuwa milionea kama yeye. Ni wakati kama yeye amesoma kwa familia, naye anataka wengine waweze kusoma kama yeye. Lakini ukimwona maskini, anataka awe peke yake mwenyewe kwa familia, amesoma, wengine hataki kama wataenda shule, na iko na pesa za kuweza kuwalipia school fees. Anasema mimi pesa yangu si ya watu wengine, pesa yangu. Kwa sababu hiyo yote hataki kama kuna mtu ataweza kufaulu kama jinsi yeye amefaulu. Huyu hakika, I'm telling you, ni maskini. Sijui kama na uko katika hii kikundi ya hao maskini. Maskini ni mtu hataki mwingine afaulu, hataki mwingine aonekane, hataki mwingine aweze kupiga hatua kama jinsi yeye amepiga hatua. Anataka abaki peke yake. Na akiona mwingine anataka kufaulu, anasikia anaanza kumpiga vita. Anaanza kuangalia jinsi atamshusha. Anaanza kuangalia jinsi asiweze kupanda, afikie mahali yeye amefikia. Kwa sababu gani? Ni maskini. Bwana Yesu asifiwe. So tajiri ni nani sasa? Tajiri ni wakati yeye akifaulu, anataka hata wengine wafaulu kama yeye. Kama ameenda nchi, ndio hao wengine unakutana akienda nchi za Ulaya, anataka familia yake wote waweze kuwapeleka huko. Kwa sababu gani? Anataka na yeye kiwango amefika, hata wengine waweze kwenda huko. Lakini ukimwona mtu ambao ni maskini, hataki mwingine afaulu kama jinsi yeye amefaulu. Anataka wengine wapaki maskini, wasipige hatua. Na ndio maana hata kama mtu anaenda kumomba msaada, nisaidie ndugu yangu, atampatia kitu. Kwa sababu wewe unaweza kuja na mwambia, ninahitaji unipatie, unisaidie mtaji, ninataka nifanye biashara. Anasema huyu nikimpatia hii pesa, akianza hii biashara atafaulu, atanifikia akwe kama mimi. Anakataa kukupatia. Kwa sababu gani? Hataki kama utafaulu. Kwa sababu gani? Ni maskini hata kama amejaza pesa. Ndio maana unaona kuna wengi wamejaza pesa kabisa, lakini for really Mungu akiwatizama anaona hawa ni maskini. Kwa sababu gani nasema hivi? Utaona katika kanisa la Laodikia, walikuwa wanajisifu, wanasema sisi ni matajiri. Lakini wakati Yesu amekuja akawaambia, nyinyi mnasema kama ni maskini, lakini nyinyi mnasema kama nyinyi ni matajiri, lakini nyinyi ni vipofu, nyinyi ni fukara, nyinyi ni maskini. Kwa sababu gani? Wakati mwingine jinsi mwanadamu anajiona ni tofauti jinsi Mungu anamuona. Wewe unaanza kujipiga kifua, mimi ni tajiri, lakini Mungu anaona uko maskini. Akasema nyinyi ni watu tupu, mnaenda hata mvai mavazi. Kwa sababu gani? Wakati mwingine wewe unaanza kujiona umevaa, umependeza, Mungu anaona uko utupu kabisa. Wakati mwingine unaanza kuona mimi ni tajiri, lakini Mungu anaona wewe ni maskini. Kwa sababu gani? Mungu jinsi unapeana interpretation ya tajiri, sio ndio jinsi Mungu anapeana interpretation ya tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na aina ya pili ya maskini ni mtu ambaye hataki wengine waweze kufaulu. Please, kama uko katika hiki kikundi cha pili cha maskini, nisaidie uweze kutoka mahali hapo, kwa sababu si mahali pazuri. Usikue mtu ambaye hautaki wengine wafaulu. But utamwona tajiri ni mtu mwingine anafanya nguvu kama yeye ametajirika, kama yeye amefanikiwa, anataka hata wengine waweze kufanikiwa kama yeye. Kama yeye amefaulu, na yeye anataka wengine waweze kufaulu kama yeye. Hata anaweza akachangia ili waweze kufaulu. Kwa sababu ni tajiri. Lakini maskini, hata kama anaona akichangia utaweza kufanikiwa kama jinsi yeye amefanikiwa, hawezi kukufanyia hivyo. Kwa sababu gani? Anataka baki yeye tu, yeye ndio akue ngagari, yeye ndio aonekane kama amefaulu, yeye ndio akue tu peke yake, ndio anataka zile sifa, anataka maabudu, anataka wamsifu. Huyu ni mtozi kabisa, huyu ni mtu wa heshima. Hataki mtu mwingine wa heshima katika mwenye atakuja aweze kuwa kama yeye. Ndio wale wengine unaanza kuta anafanya vizuri. I'm telling you, akiona unaanza panda juu unataka kufanya kama yeye, inakuwa shida. Anaanza kukupiga vita, anaanza kukuletea changamoto, anaanza kukuletea, kuna wakati mwingine hata anaanza kuletea maskari, anaongea na watu waweze kukuua. Kwa sababu gani? Hataki mtu mwingine atafaulu kama yeye. Na hii ni hatua ya pili
ya maskini, na tumewajaza wengi sana hawataki mafanikio ya watu wengine. Na acha nikupatie mtihani mmoja. Hebu jitizame, wakati mwingine anafaulu, ndani ya moyo wako unajisikiaje? Wakati mwingine unaona mwingine anapanda, wakati mwingine unaona anafaulu kimaisha, wewe unajisikiaje? Wakati mwingine amepiga hatua ya maisha, wewe unajisikiaje? Acha nikwambie ukweli, jinsi unajisikia ndio inadetermine wewe ni tajiri au ni maskini. Ukiona mwingine akifaulu, mwingine akifanikiwa kimaisha, roho yako inauma. Kuna mwingine akisikia mwingine amepiga hatua kimaisha, amepanda kiwango, ya roho yake inauma. Kwa sababu gani? Ni maskini mtupu kabisa. Ni maskini halisi. Ni maskini kabisa 100%. Kwa sababu gani? Hataki kuona mafanikio ya wengine. Hataki kuona wengine wanapiga hatua. Hataki wengine, kwa sababu anahitaji yeye peke yake ndio aweze kufaulu. Lakini kazi ya tajiri ni nini? Wakati akisikia wanampatia habari, unajua mtu fulani amefanikiwa kabisa, amefanya vizuri, anasikia wow, anasema Mungu asante. Anafurahi kwa sababu ya baraka ya watu wengine. So utamjua tajiri ni yule ambaye anafurahia baraka ya watu wengine. Lakini utamjua maskini ni wakati akisikia mtu mwingine amebarikiwa, roho yake inauma, roho yake inateseka, anakosa hata usingizi. Hata utasikia anaanza criticize. Akisikia mwingine amenunua gari, anasema kwanza ile gari yake si mzuri, zile zinajua si hizi zinatoka zile zinatoka China, itaharibika hapa, wataiba tu. Kwa nini uanze kuona mabaya tu kwa sababu mtu mwingine amepiga hatua? Hiyo inaonyesha kwa sababu ndani ya moyo wako wewe ni maskini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tajiri akisikia unajua kama ndugu yako amenunua gari, kweli, asante Yesu, asante kwa sababu sikuwa nataka mimi peke yangu ndio niweze kufaulu, nilikuwa nataka hata wengine waweze kufaulu kama mimi. Unaelewa kama huyu ni tajiri. Wanamwambia unajua ndugu yako, unajua huyo mtu fulani amepata plot, anasema haleluya, Mungu ni mwema. Kwa sababu gani? Anajua huyu ni tajiri kabisa. Kwa sababu tajiri anafanikiwa, wakati mwingine wanakuwa matajiri kama yeye. Lakini maskini akiona mwingine anafanikiwa, roho yake inakuwa mbaya. Ndio maana unaweza kuona mwingine kama walikuwa wote vijana, anaona mwingine anafanya ndoa, anakasirika, anafanya ndoa mbele yangu, anafanya. Kwa sababu gani? Ni maskini. Maskini hafurahii baraka za wengine, lakini tajiri anafurahia baraka ya wengine. Nataka nikuulize tu, hivi ukiona mwingine anabarikiwa, ndani ya moyo wako unajisikiaje? Unajisikia furaha? Kama unafurahia baraka za wengine, ujue wewe ni tajiri. Na nikuulize wewe naye ambao wakati ukiona baraka ya mwingine roho yako inauma, unasikia hata unakosa usingizi. Kwa nini unasikia hivyo? Jibu ni moja, wewe ni maskini. Lakini ningependa utoke shift kutoka katika kuumia kwa sababu ya baraka za wengine, lakini uweze kufurahia kwa sababu ya baraka ya wengine. Acha nimalizie ya tatu ambayo itakubariki sana. Aina ya tatu ya maskini, poor is everyone who is ready to hurt others for his own benefit. Maskini ni yule mwenye iko tayari kuumiza moyo ya watu wengine, kutesa wengine kwa sababu ya mafanikio yake binafsi. Nataka kumaanisha nini? Maskini ni yule mwenye akijua kama anajua huyu mtu ni kiziwizi, lakini nikimuua nitapata milioni 5. Iko tayari kuangamiza maisha ya mtu, iko tayari kutesa maisha ya mtu, ndio ni kama hawa wachawi. Akijua kama nikimuua huyu mtu fulani nitapata kiwango cha juu cha kichawi, iko tayari kupana kafara na huwa mtu. Kwa sababu gani? Ni maskini kabisa. So ukikuona wewe uko tayari kutesa maisha ya mtu mwingine kwa sababu ya mafanikio yako binafsi, wewe ni maskini. Narudi, ukiona wewe uko tayari kufanya jambo lolote jibaya kwa sababu ya kutesa maisha ya mtu mwingine, uko tayari ya kufinyangia watu wengine ili uweze kupanda juu, ni kwa sababu wewe ni maskini. Tajiri hawezi kufanya hivyo. Tajiri hayuko tayari kuangamiza maisha ya mtu kwa sababu ya mafanikio yake mwenyewe binafsi. Hakuna tajiri akijua huyu nikifanya hivi nitakuwa nimemuumiza, hayuko tayari kufanya kitu kama hicho. Lakini kama uko tayari kufanya hata moyo wa mtu uteseke, uko tayari kuumiza hata moyo wa mtu mwingine ili uweze kufanikiwa, I'm telling you, wewe ni maskini. Kwa sababu maskini yuko tayari kuumiza moyo wa mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kazi ya maskini hana huruma na watu wengine. Anaona tamaa zake mwenyewe, anaona benefit zake mwenyewe, anaona kile ambacho atafaidia kwa kuweza kufikia mahali. Haoni hata kama kuna watu nitawatesa ili niweze kufikia mahali. Hiyo hajali. Yeye kazi yake, focus yake tu aweze kupanda juu. Haijalishi ni wangapi watateseka kwa sababu mimi nimepanda juu.
Haijalishi wangapi nitaua maisha ya watu ngapi ili niweze kupanda juu. So ukiona mtu mwenye yuko tayari kuumiza watu wengine, kutesa watu wengine ili aweze kupanda juu, aweze kufikia kiwango fulani, usijiulize maswali 2 3. Ni kwa sababu huyu ni maskini. Kwa sababu tajiri hawezi akafanya kitu kama hicho. Niweze kukuuliza, ni wangapi uliweza kuumiza ili wewe uweze kufanikiwa? Ni wangapi uliweza kutesa maisha yao ili wewe uweze kufanikiwa? Jibu ni moja tu, wewe ni maskini. Utasema mtumishi uko na unanitusi mimi ni maskini. Sio mimi, nakwambia tu kile ambacho kile kiko. Si mimi nimekufanya hivyo, ni wewe tu ndio umejifanya hivyo. Nilikuja tu kukujisha tu kama wewe ni maskini. Ukiona uko tayari kuumiza moyo wa mtu ili uweze kupata kile kitu ambacho unakihitaji, wewe ni maskini. Ukiona uko tayari kutesa maisha ya mtu ili uweze kufikia kiwango chenye unataka kufikia, wewe ni maskini. Na kuna wengine wako tayari hata kumfanya mwingine afukuzwe kazi kwa sababu tu hata wanaenda kwa waganga, huyu atoke hapo, atoke kwa hiyo kazi, kama ni manager afukuzwe kwa kazi ili mimi nikamate hiyo mahali. Ni kwa sababu tu wewe ni maskini. Kwa sababu hauwezi kufikiria kwanza yule kuna familia na nikimtoa hivyo familia yake itaishije? Kwa sababu ni yeye breadwinner, ni yeye anasaidia familia, lakini nikimtoa kwa hiyo kazi ataishi aje? Kwa sababu gani? Unaona kwa sababu gani haufikiria hayo yote? Ni kwa sababu gani? Jibu ni moja, wewe ni maskini. So ukiona uko tayari kuharibu maisha ya mtu, kutesa maisha ya mtu, kufinyangia watu wengine kwa sababu wewe uweze kupanda juu, jibu si 2, ni moja pekee yake. Ni kwa sababu wewe ni maskini. Lakini kwa sababu matajiri hawafocus mahali ambapo wanaenda, wanatizama pia hata njia ambayo wanaipitia ili waweze kufika mahali ambapo wanaenda. Akiona kama hii njia itamtesa mtu fulani, itaangamiza mtu fulani, itafinyilia mtu fulani, anajua hii sio haki yangu. Acha baraka ya Mungu haina mateso yote. Mungu hawezi nibariki ili niwe kwa kupitia kufinyangia watu wengine, kutesa watu wengine. Hapana. So tajiri hayuko tayari kuumiza moyo wa mtu ili aweze kufikia utajiri wake. Lakini maskini yuko tayari hata kutoa kafara, yuko tayari hata kutesa maisha ya mtu, yuko tayari hata kusingizia mtu. Akitaka afukuze kazi ya ajali, na focus yake ni pesa. Kwa sababu gani? Akiona pesa yuko tayari kufanya anything kwa sababu apate hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine hata yuko tayari hata kujiumiza peke yake. Ndio maana tunasikia kwa hizi vikundi vya wachawi, yuko tayari hata kupana uhai wake, anapana uhai wake, anauza nafsi yake kwa sababu tu aweze kufikia utajiri. Ukiona hata uko tayari kujiumiza, kujitesa, kujiangamiza, kuangamiza nafsi yako kwa sababu tu utajiri, jibu 2 si jibu 2 au moja, jibu ni moja pekee yake. Ni kwa sababu wewe ni maskini. Na ukisoma kitabu cha Mezali 22:16 ndio Biblia inasema yeye amuoneaye maskini ili kujiongezea mali, naye ampaye tajiri zawadi, wote huwa maskini. Solomon anataka kutuonyesha kama yeye ambaye anaweza kumuonea maskini, anaweza kumoppress maskini, anaweza kumfinyilia maskini kwa sababu ajiongezee mali, kwa sababu ajiongezee utajiri, huyo ni maskini. So nataka kuuliza, ni wangapi mmewatesa ili uweze kufikia katika kiwango? Ni wangapi uliwanenea uongo wakafukuzwa kazi kwa sababu tu ya tamaa zako, kwa sababu upate tu kile ambacho unakihitaji? Jibu ni moja, ni kwa sababu wewe ni maskini. Siko hapa kwa sababu nikupongeze kwa kile kibaya ambao umekifanya, lakini niko nakuja nikuonesha njia sahihi unaweza kutoka mahali ambapo ulipo. Usitesi maisha ya mtu kwa sababu ya kujiongezea mali yako, kwa sababu ndio Solomon anasema kila yote ambaye anamuonea, anamoppress, anamfinyilia, anatesa maskini, anamtesa mtu fulani, anamtesa mnyonge kwa sababu ya kujiongezea mali, huyo ni maskini. Na sipendi uweze kubaki katika hicho kiwango. Kama uko katika hiyo side, please shift, toka hapo uweze kuenda ingine kiwango. Kingine kiwango kinasema tajiri hayuko tayari kumuumiza mtu ili aweze kufikia utajiri wake. Akijua kama hiki kitu kinamtesa mtu fulani kwa sababu ya kupata mali, anasema mimi hiyo mali si haki, hiyo mali si halali. Nakumbuka Daudi wakati alisikia kiu cha maji akizungumza, akasema nasikia kiu cha maji, nasikia nahitaji maji. Na majemedari wake waliposikia hivyo wakakimbia kwenda kutafuta maji. Wakakimbia, wakafanya vita, wakaua watu, maadui ndio wakamletea maji. Na wakati walimletea maji, Daudi akasema mimi sitakunywa hii maji kwa sababu hii maji si maji, hii ni damu. Kwa sababu gani? Ni aje mimi nitakunywa maji nifurahie wakati nyinyi mmeteseka, take risk
kwa kuweza kuweka maisha yenu hatarini, na mimi nifurahie. Akasema I cannot drink this water, siwezi nikakunywa haya maji. Hii inatuonyesha kama Daudi alikuwa ni tajiri katika moyo wake, kwa sababu tajiri hayuko tayari kutesa maisha ya mtu fulani na kufurahia mtu mwingine akiteseka kwa sababu yeye ya kutimiza haja ya moyo wake. Hawezi, akijua kama hawa wanateseka, waliweka maisha yake hatarini. Daudi akajua hawa waliponea hata kufa kwa sababu mimi tu nikunywe maji. Akasema siwezi nikafanya hivi, siwezi, kwa sababu haya si maji tena, hii ni damu. Nataka tuwe na mentality kama hii ya David. Usikuwe tayari kutesa maisha ya watu. Na kitu ninafurahi ya David, hata kuwatuma, walijituma peke yao, lakini kwa sababu walidiscover kama waliweka maisha yao hatarini, akasema sitakunywa ya maji. Najua mnanipenda, lakini hii si maji tena, hii ni damu. Tuwe na mentality kama ya David. Usikuwe tayari kumtesa mtu kwa sababu ya mafanikio yako peke yako. Usikuwe tayari kumuonea maskini, usikuwe tayari kumuonea mnyonge kwa sababu mtu anamzidia level, kwa sababu unamzidia kibali. Unataka ndio umfinyilie kabisa kwa sababu uweze kufika mahali ambapo unataka kufika. Hii ni umaskini na wewe ni maskini. Lakini please, ombi yangu ni hii, toka katika hiyo side. Usiwezi kutesa maisha ya mtu kwa sababu ya benefit zako binafsi. Mungu akubariki. Amen. Naitwa Fiston Chimirimana. Hii audio ningependa uweze kutumia wengi zaidi, waweze kusaidika na haya ambayo tumeyazungumza. Wakijikuta kama iko katikati ya hizi aina tatu za maskini, please, sio kitu kizuri. Unaweza ukatoka, unaweza kubadilika kupitia sasa. Mungu akubariki. Shalom shalom. Naamini hii audio imekubariki. Naamini sasa utabadilika kama umejikuta katika hizi aina tatu za maskini, kwa sababu si jambo la kufurahia, si jambo la kupongeza, lakini ni jambo ambalo linatia huzuni. Na malengo yangu ni wewe uweze kutoka katika hizi sehemu tatu za hizi aina tatu za maskini. Mungu akubariki. Amen. Shalom shalom. Naitwa Fiston Chimirimana. Amen.